kikao cha mwanzo cha tahiyatu, ambao unakuwa hulazimu kile kilichorecommended au kimependekezwa kwa sababu kikao kile, hata ukijaribu kukikaa utajiona kwamba unakuwa makini kichwa chako na kimetulia kabisa, na unakuwa na hudhuru zaidi kuliko mikao mingine yote, tofauti na mkao kama kichuoni wa hivi, kama unasoma Qur'ani au mkao mwingine wa kujibwaga hivi, tofauti na mkao huu. Ningeweza kudemonstrate hapa, lakini ndio hivyo, nafikiri ni bora nifanye demonstration. Hichi kikao cha tahiyatu ndogo inakuwa ni hivi, nafikiri yote mniona hivi hapa. Sasa wakati wa kuomba dua, hichi kikao sio hichi cha kujibwaga cha tahiyatu ya pili, au kama umekaa hivi na unaomba dua. Kwa hivyo kikao hichi nacho ni recommended, na hichi kinaingia pamoja katika adabu ya tatu, pamoja na kushakwa na kibla, udhu, mekaa kikamili, pamoja na kuinua mikono. Inatakiwa uinue mikono hivi unaomba. Hiyo ni katika adabu ya tatu. Ilikuwa tutajipeleleza katika msikiti yetu, wakati imamu anaomba dua, watu wote mikono yao iko chini hivi. Katika msikiti yetu ya Kibali, misikiti ya sunna mikono inakuwa hivi, na hii imetajwa katika hadithi kwa mikono inuliwe. Unapoweka mkono hivi kwenda kwa umeinua mkono, wanasema hivi amin, mkono uko hapa, unaonesha unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, kwamba unataka ikuwe kubali kweli. Hivi mweka wewe imeni, kama unaomba mtu, unamuomba mtu kitu akugaie, je, mwami kwa nini unaomba reali 10 ni kumnyazimu, unanyosha mkono? Sio kama tunafahamiana, lakini sisi tunaomba mikono ya hilo halijatimia bado. Tunaona mikono yako hapa, lakini hasa dua sisi Sunni na madhehebu mengine kwamba wakafuata hii maelekezo kwa Mtume sallallahu, na proof yake ni katika dua aliomba Bwana Mtume sallallahu ya kuomba mvua. Hadithi ambayo imepokea Bukhari iko sikosei 1082 na Imam Muslim 962. Hadithi hizo zinasema kwa siku moja kwa Mtume sana kwa msikiti wa Masjid Nabawi, ilikuwa siku za ukame Madina. Masahaba wakamwambia Rasulullah, hebu tuombee mvua tupate mvua. Hadi sasa hukumu ukame pale Madina. Na Mwenyezi Mungu kwa Mtume sallallahu, inasemekana katika hadithi hizo, sijui kama mtakuwa nayo katika vitabu vyenu, lakini napita kwa hivyo alinyosha mikono kama hivyo. Ni hadithi nasema kuna Mtume alinyosha mikono mpaka uope katika kopa zake zikawa unaonekana wazi wazi. Nikaitazama hadithi hiyo katika Bukhari na Muslim mitali, sijui katika vitabu ibada kama hivyo, lakini hadithi sahihi, haina matatizo. Alinyosha mikono hivi kuomba mvua, na baada ya kutoka msikitini siku ile Ijumaa, mvua ilianza kunyesha. Sawa? Na kwa hivyo uproof kwamba dua ikiomba mikono inuliwe, tusiweke mikono chini. Tunamuomba Mwenyezi Mungu jamani. Hivi hayo nimezungumza mara iliyopita pia. Kwa hivyo kuinua mikono na kukaa kikao kama kile, mtu akiwa anaumwa, ana dhurufu, anaweza kuwa kwenye kiti, lakini anazungumza mtu alikuwa mzima, yuko sawa sawa na nini, basi hizo ndio. Ya tano ni kuomba kwa unyenyekevu. Kuna unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, unamuomba with sincerity, kwamba wewe una haja na Mwenyezi Mungu, sio unaomba wewe akili yako haipo kabisa, concentration iko kwingine kabisa kwa Mwenyezi Mungu, na una haja yako kile jambo unaomba with concentration. Kwa hiyo hilo ni katika adabu ngapi hiyo tunasema itapatana. Haya sita ni sunna katika kurepeat ile
ile dua mara 2 mpaka mara 3. Na hata hiyo dua tunasali kumpeleza katika hutuba za Ijumaa inatoa mwisho, ila katika Ijumaa inapoimu Mwenyezi Mungu turehemu kwa Mungu, Mwenyezi Mungu turehemu kwa Mungu, turehemu mara 3 anarejea kwa kusali. Kwa hivyo unapoomba dua unakuwa unyenyekevu, una tawadhu ya kuomba dua, alafu tena kuwa na uhakika kwa Mwenyezi Mungu atajibu. Usiombe tu kwa kubahatisha, wasema hapana, mimi naomba tu, leo ngapi naomba dua sipati. Lakini ushafahamu moyo wako uthabiti pale na wewe una uhakika hii dua Mwenyezi Mungu ataipokea. Hilo la 6. Hizo ndo adabu 6 ambazo Muislamu anatakiwa wakati kuomba dua, ana uhakika Mwenyezi Mungu atajibu. Na una uhakika kama hakujibu basi shikani wiki nyingine tuzidi kuliko hili. Mimi naomba Mwenyezi Mungu katika dua hii anijalie nipate scholarship nikasoma Uingereza. Mshahidi pale mshafanya interview watu kama 6, lakini nafasi ilikuwa kwa hii moja. Unasema Mwenyezi Mungu, hii nafasi nipe. Kwa tawadhu na kwamba unakuwa unyenyekevu kabisa, hata na machozi unatoka. Kwa hivyo utokokosa pale na ukapita katika adabu zote hizi, basi wewe mwenyewe automatically unasema pale hili jambo huko lilikuwa halilafenda mimi. Maana huko nilikwenda sijui nilitokea nini. Kwa hivyo kwa heri mimi nilikosa mimi nisende. Kwa hivyo hizo ni adabu 6. Lakini sasa baada ya adabu 6 tutazameni na sehemu na nyakati za kuomba dua. Tumetajua hivyo katika mwaka mzima kuna wakati huu mmoja ambao Mtume ameutangaza ni wakati mzuri kabisa kuomba dua. Ni wakati gani? Nani anaweza kukumbuka? Mwaka mzima. Hapana. Anakumbuka. Ni siku moja tu, Yaumul Arafa. Naam, siku ya Arafa ilichukuliwa siku moja tu ambapo Mwenyezi Mungu anapokea dua. Unatoka Mina siku ile, unakaa pale Arafa. Wakati ule watu wanaomba dua. Na dua kubwa siku tunaona ile Qur'an, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa hamduhu wa la kulli shay'in qadir. Unaleta uradi na unaleta kwa sababu ya kwa hivyo katika mwaka mzima ni siku hii ambayo hivyo hata wale waliokuwa hawajaenda Maka, kama kawaida yetu tunajua watu waliokuwa hawajaenda Maka siku wanafunga sana, wanafunga ile siku ile ya Arafa. Kwa hivyo unaleta nguo zako zote siku ile. Alafu kwa msosamu ana Qur'an kataja miezi katika mwaka mzima. Tuna miezi shahr hurum, inda Allah 12 shahr katika miaka 12. Basi kuna miaka 4 ambayo shahr hurum imetajwa katika Qur'an. Na hata wakaimiza watu kupigana katika miezi hii, na moja tunakuwa ni yupo wanaosaidi shahr Rajab, shahr hurum. Alafu tena mengine Dhulqaada, Dhulhajj na Muharram imefuatana. Miezi mitatu imefuatana pamoja. Na huu Rajab umekaa peke yake. Mtu avizie miezi kama hii. Kama hivi sasa hivi tunao mwezi wa Rajab, nafasi ya mtu kukaa akaomba dua katika mwezi huu. Upate tena mpaka mwakani. Haya ni miezi mitukufu. Wanatazama alizuia mpaka vita. Akasema kwa msipigane, msimame kabisa vita. Isipokuwa hata kupigeni maadui na nyie mnaweza kukaribisha. Ikiwa mmekuwa atake mwanzo. Lakini kama mtakuwa atake msianzishe vita katika miezi hii. Kwa hiyo utakuta kuna miezi 2 ya Uislamu pia nafasi tunao. Umeikosa Yaumul Arafa vizia siku katika miezi hii. Sawa. Halafu tena katika wiki pia tumechaguliwa siku hii moja. Kesho mwitaji. Yaumul Jumaa. Yaumul Jumaa ni siku ambapo dua zinakubaliwa, lakini tumekuwa kwa Yaumul Jumaa fi saa katika Jumaa ambayo saa ijaba na imesemekana mbali ya maulama sana wengi wametaja kwamba inapatikana baina ya asili na magharibi, kipindi kile au akhir saa ya magharibi. Magharibi leo inaingia saa 6, wewe fika saa 5 nenda pala, jitenge pala pembeni peke yako, tia uso wako vizuri sana, weka msala wako, kaa pale, inua mikono juu, muombe Mwenyezi Mungu. Siku ya Ijumaa mimi binafsi nakwambia kwangu nyumbani
na kawaida siku ya Ijumaa baada ya alasiri kabla ya magharibi, mimi na aila yangu tunakaa na vitabu vyangu vya dua tunasoma. Mimi nasoma nusu, nampa mtoto anasoma, nampa wife anasoma mpaka tunamaliza. Hiyo imetoka watoto wadogo mpaka sasa kila mmoja na nyumba yake na wanangu ni vitabu. Na kuna wakati katika hija yangu nafikiri ya pili 92 nilikuta hivi vitabu viko Madina vingi vinauzwa kwa vidogo vidogo hivi, ambazo kwa zile kama zile za kuhitimisha Qur'an au tunasoma siku za witri wakati wa Ramadhani. Nikavinunua vingi vile vitabu na ndio zangu pale nikavigawa. Baada ya muda watu wakaingia kwa vitabu na vitabu bwana, huwa nzuri sana zikake zikusanywa kabisa. Basi kama jamaa akatoa kopo, kutoka kopo watu wengi wanao zile na zilichukua dakika 10 mpaka 15, lakini zile kusanywa zilikuwa ni zile dua ambazo wanasoma katika wiki ya mwezi wa Ramadhani. Na huko umesoma hikma ya kitimisho na kuna jisoma. Kwa hivyo leo Juma jiwekee na asili sikupite. Na baada ya wao wengine wanasema hiyo saa ijayo inapatikana wakati wa kutoa Ijumaa, wakati khatibu amemaliza hotuba ya kwanza, ameacha gap pale, anasema leo waumini muombeni Mungu maghfira. Basi pale unamuomba maghfira na pia unaleta dua yako baina ya watu mbili. Watu wanasema kwamba hiyo saa inapatikana pale, lakini kauli yenye nguvu unakuta na maulama wengi wametajwa kwamba ni baada ya siku na hususan akhir saa ya Ijumaa. Kwa hivyo katika nyakati ni hiyo siku ya Ijumaa, na nyakati nyingine ambazo zinapatikana kila siku ni wakati gani? Anaweza kufikiria wakati ambao kila siku unapatikana usiku wa manane, usiku